Asante kwa kutazama Kampeni za Injili TV. Wote mnakaribishwa. Don't forget to subscribe. Usisahau kusubscribe. Hapo uliko. Naomba naenda na yote asante sana. Hebu niombe watu wote tuliokuwa tunaomba nao. Hebu nenda na rafiki yako pale. Wahudumu wasaidie hao. Kuna mama pale mwenye kitenge chekundu. Hawa watu wote tuwasaidie, wasaidie hapo, pate ushauri kidogo, twende hapo. Wanakwaya, nenda pale, wewe ni mhudumu, na hao ndugu zetu nenda nao pale. Huyu baba ambaye alikuwa na magongo yuko wapi? Twende pale. Nendeni pale, usiogope cha mtu, nenda pale. Yuko Yesu, nendeni pale tafadhali, nendeni pale. Nimeshuhudiwa kwamba huyu baba ameponywa. Yuko wapi huyu baba? Huyu baba yuko wapi? Endelea kuombea watu, nahitaji washuhudie. Watu wajanga, mnaona mtoto mdogo huyu ana mapepo, ana majini huyu. Haleluya. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Katika jina la Yesu. Wakati tunapoendelea, watu ambao wameponywa, naomba maiki. Endelea hapo, na wapa dakika kama 5 hivi ili mfanye hiyo huduma. Wahudumu, na wapa dakika kama 5, maana nikiendelea kuongea hamtaelewana hapa. Asante, hebu njoo. Watu ambao wameponywa. Kijana, njoo. Kila mtu, wewe, mama na huyo hapa. Nahitaji watu ambao wameponywa, wamefunguliwa. Umeponywa kabisa. Baba yuko wapi? Yule baba alikuwa na magongo yuko wapi? Kusudi watu wajanga mjue Yesu anaponya. Jamani, haleluya. Watu wajanga, Yesu anaponya. Kimaliza huduma hapo mniambie tuendelee. Kimaliza huduma hapo mniambie tuendelee. Kuna mambo yamefanyika hapa. Haleluya. Amen. Wazazi wa huyu mtoto, wahudumu, mko tayari? Leo ni siku yetu ya kwanza ya mkutano. Shangwe za miujiza ya Yesu, wokovu na uponyaji. Hivi ndivyo Yesu anavyofanya mambo ya ajabu ya kushangaza. Naomba mtu anaposhuhudia, nahitaji wanaume mwepo hapa. Pastor, ndio mchungaji, ndio mchungaji. Tuko hapa, tuko kazini. Jamani, haleluya. Sasa watu wajanga, ngoja tusikilize mambo hapa ambayo Yesu ametenda. Rafiki yangu naitwa nani? Kwa majina naitwa Frankie. Unaitwa? Naitwa Frankie. Freddy. Ndio, Frankie. Frankie. Ndio. Pole sana Frankie. Asante sana mtu. Frankie, unaishi wapi? Nakaa kule Bekari. Unaishi Bekari? Ndio, kule makaburini. Oh, Frankie, ulikuwa unasumbuliwa na nini Frankie? Wakati unapoongea neno la Mungu, wakati unasema kuna kitu kilikuwa kinatembea, na hata mimi kuna kitu kinatembeaga mwilini. Kuna kitu kinatembeaga mwilini. Sikiliza, kumbe wakati mimi natoa ushuhuda, kuna kitu naomba hii mic ya huyu ikae vizuri. Kwamba wakati natoa ushuhuda kwamba kuna kitu kilikuwa kinatembea mwilini, kumbe na kwa Frankie ni hivyo. Kimekuwa kinakutembea kwa muda gani? Kwa miaka 15. Sikiliza, watu wajanga, kwa miaka 15 mapepo haya yalikuwa yanatembea mwilini mwake. Ulishaenda wapi na wapi Frankie? Nilianza kwenda kwa waganga.
Ndio, wakafanyaje? Wakashindwa. Dakika mwisho wakaniambia kwamba nitafute mtoto afu nimkate kichwa nipeleke kichwa kwa mganga. Jamani, sikiliza, watu wajanga, janga mpo? Jamani, watu wajanga mpo? Mganga akakwambia ukate kichwa cha mtoto umpelekee kichwa. Tafute mtoto ambaye mtoto mchanga. Au utafute mtoto mchanga umkate kichwa. Afu mpelekee mganga. Ndio Frenki. Ikawaje hapo tena? Yaani aliponiambia vile, mimi kuna siku akanielekeza nenda kwa mama fulani ukamlete kile kichwa cha ule mtoto. Akakuelekeza uende kwa mama fulani kwa usalama wa taifa. Frenki, usimseme huyo mama, lakini mganga akakwambia nenda kwa mama fulani kakate kichwa cha mtoto wake. Ndio. Watu wajanga. Mnasikia hizi habari, watu wajanga? Ndipo hapo ukafanyaje Frenki? Basi mimi nikaenda kununua kisu kipya, akaniambia nenda kanunue kisu kipya cha rangi nyekundu. Ukaenda kununua kichwa cha rangi kisu? Kisu kipya cha rangi nyekundu. Ili ukamkate mtoto kichwa? Ndio. Alafu ikawaje? Nikafika mpaka pale, kufika mpaka pale kuna kitu ikanizuia, nikakuta ni ule mtoto kuna mwanga mweupe. Ulipofika kwa yule mtoto, jamani, mtoto ni malaika wa Mungu, akakuta kuna mwanga mweupe kwa mtoto. Lakini ghafla yule mtoto anashangaa akabadilika akawa amevaa vazi jeupe. Yule mtoto akawa amevaa vazi jeupe. Maana yake mnajua hapo kinachoendelea ni nini? Ni kwamba mganga alikuwa ameshamchukua huyo mtoto tayari katika ulimwengu wa giza wa uchawi. Baada ya hapo, hizi monitor, hii mic iweke monitor vizuri. Baada ya hapo mimi kuna kitu ikanizoea, kaniambia, ikatokea tu mkono ukasema Frenki, ikaita tu Frenki, acha hicho kitu. Sauti kakwambia Frenki, acha hicho kitu. Ndio. Jamani, hebu tumpe Yesu makofi mengi sana. Baada ya hapo Frenki, kilichoendelea? Kilichoendelea nikaanza kuongea na ule mama, nikamwambia mama, samahani lakini kama nakukwaza. Nikamwambia mama, nina shilingi 10,000 hapa, naomba uende ukaninunulie. Nikamtuma tu juisi ili mradi nitimize haja ya moyo wangu kwamba nimchukue mtoto nikate kichwa. Lakini sasa ule mama kila nikiongea naye, yani naye na mama akabadilika, yani kawa mwekundu. Jamani, watu wajanga, nasikia haya mambo, lakini mpo watu wajanga. Jamani, janga mpo. Sasa Frenki, naam, nini kimetokea baada ya maombi? Baada ya maombi ulivyoanza kuomba tu neno la Mungu, maana nilikuwa nimeshanuia kwamba mtumishi wa Mungu atapata tu madhabahuni nipokee haja ya moyo wangu. Ndio. Nilivyonuia tu, ulipoanza kusema kwamba kuna kitu kilikuwa kinatembea wewe mwenyewe ulivyosema. Na mimi sasa nikaanza kusema hapo, Mungu naomba unitendee siku ya leo, usiniache. Nilivyonuia tu, maombi yalipoanza tu pale nikadondoka, nilivyodondoka kile kitu ikatoweka. Yule mganga yupo? Yule mganga mpaka leo yupo. Mpaka leo yupo? Yuko janga hii? Hapana, yuko Mwanza. Yuko Mwanza? Ndio. Jamani, mnaona yale mambo ya kukata watoto vichwa, mambo ya kutoa sadaka za watu. Jamani, yuko mchungaji mwema aliyetoa maisha yake kwa ajili ya Frenki, na uwanja mzima makofi yako wapi? Mshangilie Bwana kwa makofi. Mchungaji mwema, hakuna sababu ya kukata kichwa cha mtoto tena, hakuna sababu ya kutoa sadaka tena wala makafara. Mchungaji mwema, Yesu aliteswa kwa ajili ya Frenki. Makofi yako wapi? Sasa nataka Frenki, mchungaji, awe rafiki yako. Huyu siwezi kumpa mtu mwingine, na kesho tutakuwa na kipande cha ushuhuda wa Frenki kabla sijaanza kuhubiri, maana nimemkatisha. Makofi kwa Yesu. Naomba mchungaji mpokee Frenki tafadhali. Makofi yako wapi jamani? Haleluya! Vilivyokuwa vinamtembea Frenki mwilini mwake havitakuwepo tena kuanzia leo. Haleluya! Lakini wakati nahubiri nilimwona huyu baba, wakati tunaendelea kusifu na kuabudu, anaingilia hapo. Mungu akaniambia huyu leo anaacha magongo kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, unaitwa na kwanza? Shikamoo mzee. Mimi Ramadhani Mohamed. Shikamoo mzee Mohamed. Baba, sasa hizi. Ujambo mzee Mohamed? Jambo. Unaishi wapi mzee Mohamed? Mimi bwana naishi Dar es Salaam. Wewe unaishi Dar es Salaam? Niko naishi nani kwa mshughuli.
Unaishi kwa Msuguri. Wewe ni mwana Dar es Salaam mwenzangu. Mzee Mohamed, umesema Mohamed? Mohamed. Mzee Mohamed. Mohamed, hebu niambie, maana nimeona una magongo. Ulikuwa unasumbuliwa na nini? Bwana, nimepata ajali ya pikipiki. Ulipata ajali ya boda? Lini hiyo? Ilikuwa mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani. Ukapata ajali. Ukapata ajali. Ikawaje? Sasa nimekuja, nimeshughulikiwa hospitali, niko mambo mabaya. Ndio. Nikaja kwa wataalamu hapo, wakanitengeneza ikawa nimepona. Lakini sasa mguu ukawa mzito. Unaona? Wataalamu wakakutengeneza. Ukawa umepona sasa. Mzee Mohamed, unajua watu wazima wana hekima na busara. Mguu ukawa mzito. Sasa niliposikia hapa maombi kasadaku niendeka nifuatilie. Ndio. Ndio nikaja. Nini kimetokea sasa? Kitokea nimeona mguu ule tekenya. Unatembea. Sasa niko vizuri sasa. Jamani, makofi yako wapi? Yesu hana upendeleo jamani, haleluya. Mzee Mohamed ameponywa, na alipoingia hapa mimi nilisikia sauti inaniambia huyo mzee anaacha magongo leo kwa jina la Yesu aliye hai. Hakuna cha mguu kuwa mzito tena kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, ushahidi ni hapa. Mzee Mohamed, magongo hakuna tena. Makofi yako wapi na nderemo na shangwe na vigelegele, haleluya. Alafu sasa Mzee Mohamed ni mwana Dar es Salaam mwenzangu. Mzee Mohamed, mimi niko Msewe, haleluya. Sawa. Lakini mchungaji wa hapa, huyu hapa mchungaji, mchungaji yuko hapa Mwasamboma, na uendelee kupona na mguu usiwe mzito tena kwa jina la Yesu aliye hai. Asante. Hebu fumba macho yako. Baba, kwa jina la Yesu, asante Bwana kwa ajili ya Mzee Mohamed ambaye alipata ajali ya boda na miguu yake ikawa inakuwa mizito, lakini alipokuja kwenye mkutano huu, kwenye shangwe za miujiza ya Yesu, wokovu na uponyaji, wewe huna upendeleo, umemponya Mzee Mohamed. Bwana wa mabwana, namweka kwako mikononi mwako, akapate Bwana kuendelea kuwa mzima tena na tena na tena na tena, na wala asirudie magongo yake tena, maana Bwana umemponya Mzee Mohamed, na sasa Mzee Mohamed ni mzima, na tunakushangilia uwanja mzima na kukutukuza kwa sababu Bwana wewe umefanya na umetenda kwa jina la Yesu, amen. Shangilia Yesu kwa makofi mengi. Naomba mwanaume mmoja kutoka hapa kanisani kwetu ampokee Mzee Mohamed. Mwanaume mmoja, mcmf mmoja. Mama njoo binti yangu. Haleluya. Ninyi watu wa IT, ndio mvalishe watu maiki yenu. Haleluya. Watu wengine wanaendelea kuponywa huku. Alafu huyo hapo tapiga picha kidogo. Asante sana. Binti yangu naitwa nani? Naitwa Amina. Amina, ulikuwa unasumbuliwa na nini? Nilikuwa nasumbuliwa na tumbo. Tumbo linawamba sana. Ilikuwa? Linawamba. Tumbo lilikuwa linawamba. Alafu pia nilikuwa nawashwa sana sehemu za asili. Ninyi wanawake? Nimetumia sana. Hamna wanawake? Ninyi wanawake wanakwaya tulioongea jana. Yaani watu wanaposhuhudia hapa, nahitaji mama mmoja wawili. Wahudumu wenzangu wanakwaya, mimi natumika na ninyi. Kwa hiyo nategemea wawili, watatu, wanne mko hapa. Haleluya. Unasema tumbo lilikuwa linawamba. Pole sana Amina. Alafu tena ilikuwa inakuaje? Nilikuwa nawashwa sehemu za asili, nimetumia dawa nyingi lakini sikufanikiwa kupona. Ukufanikiwa kupona. Pole sana. Hiyo hali imekusumbua kwa muda gani? Imenisumbua kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu. Pole sana. Pole sana. Pole sana Amina. Nini kimetokea baada ya maombi? Namshukuru Mungu. Ndio.
naendelea vizuri. Nashangaa tu ile hali imekata ghafla. Ile hali ya tumbo kuamba imekata ghafla. Ndiyo maana mpaka nafika hapa bado ile hali nilikuwa nayo. Hayo ni mapepo. Fumba macho yako nikumbe. Pepo, majini, uchawi, ushirikina, enyi uwanga ambao umemtesa mwanamke huyu Amina kwa muda mrefu, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, hamna nafasi tena, hamna uwezo tena. Bwana Amina amefichwa ndani ya damu ya Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Mapepo, majini, nguvu za giza hazina nafasi tena, bali Yesu akatawale na ukaendelea kuwa mzima kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Yesu, asante kwa kuwa Amina ni mzima kwa jina la Yesu. Amen. Naomba mwanamke mmoja kutoka hapa kanisani kwetu, kutoka WWK, rafiki yake Amina, tafadhali. Ni wewe? Yes, rafiki yake Amina. Amina, usiwe na msiba wako tena, Yesu amekuponya. Pigie Bwana Yesu makofi mengi. Anasema na mtoto usiku anasumbua. Ni wale wale. Kwa jina la Yesu aliye hai, wachawi ambao wamekuwa na mtesa Amina pamoja na mtoto wake, wanga, majini, ushirikina, ondoka, 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 toweka kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana, wewe unaweza, wewe unatosha. Namweka kwako mikononi mwako mtoto huyu, ukapate kumlinda na kumtunza kwa jina la Yesu. Amen. Wengine bado wanaendelea kuombewa, watu wajanga. Kuna na mwingine hapa, naomba yule kijana aje hapa tupige picha. Watu wa kamera tafadhali, naomba picha na huyu bwana hapa, picha nzuri. Tayari. Asante Mzee Mohamed. Mzee Mohamed. Mzee Mohamed. Naweza ukaenda. Naomba rafiki yake huyu amchukue Mzee Mohamed. Mzee Mohamed, na hayo magongo yako, hayo magongo ya Mzee Mohamed. Mzee Mohamed. Sasa Mzee Mohamed unatabasamu. Sawa, Tuangalie pale kwenye kamera. Kamera zile pale. Mzee Mohamed. Mchungaji Mwasamboma anaonekana. Mzee Mohamed. Haleluya. Wapendwa, nichukue maiki hii. Naomba microphone ya mchungaji. Sasa leo ndo tumeanza. Mwambie jirani yako, leo wameanza. Kuanzia kesho, leta wagonjwa wenye shida mbalimbali, walioshindikana kwa waganga, walioshindikana hospitali. Yesu mtenda miujiza yuko hapa kwa jina la Yesu. Shangwe za miujiza ya Yesu, wokovu na uponyaji, na Mungu awabariki sana. Karibu mchungaji. Amen. Jamani, makofi kwa mchungaji, makofi pia kwa Yesu. Amen. Naomba tufike mwisho. Nikushukuru uliyeokoka. Wewe uliyeokoka, kesho saa 3 asubuhi fika. Kanisa liko hapa nyuma tu, utakutana kwa habari ya kukufundisha na kukuombea na kukushauri. Utakutana na mchungaji mwenyeji, mimi ambaye ninaongea hapa. Saa 3 kamili takweko pale kanisani ili uje tukushauri, baada ya kushauri kukuombea zaidi. Lakini kesho kuna kwaya inaingia kutoka Mbeya, iko njiani karibu inafika. Tutakuwa na waimbaji wengine akina Bruno na watu wengine. Naomba nimshukuru Mungu tufuke kipindi chetu hiki. Baba yetu na Mungu wetu, asante mtenda miujiza, asante Yesu uliye mwema. Wewe mchungaji mwema umejidhihirisha sasa. Tunapoondoka jioni ya leo na wakati huu,
kila mmoja mtangulie. Bwana, niko kinyume na kisasi na mashambulizi, na uweka mji kuwa shwari, kwa kuwa umehubiriwa wewe Mungu uliyetuliza bahari ikawa shwari. Na naamini sasa utukufu na heshima ni yako. Watoto wako walinde kwa utukufu wako, ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Mtakatifu. Mkutano wote tuseme amen na kumpa Yesu makofi. Wenyeji msiondoke kabisa, tukutane mara moja pale. Wenyeji wote wa kanisa la Jerusalem Christian Temple tukutane hapo. Nyinyi mliokoka na kuombewa, tafadhali kesho ufike kanisani. Mungu awabariki sana. Jamaa wako wanaishi Angalia nyumbani.